Natumai ubuheri wa afya. Karibu katika kipindi cha leo. Tuweze kushughulikia shamirisho. Kikiwa kimoja wapo cha vipengele vya uchanganuzi wa sentensi ya Kiswahili kiuamilifu. Nitaanza kwa kueleza maana ya shamirisho. Shamirisho ni kiwakilishi au kundi nomino ambayo huonyesha kitendwa au mtendwa, kitendewa au mtendewa au ala. Yaani kifaa kinachotumika kukamilisha jambo katika sentensi. Nikisema kitendwa, ninamaanisha kitu ambacho hakina uhai. Nikisema mtendwa, ninamaanisha mtu. Vile vile nikisema kitendewa, ni kile kisicho na uhai, na nikisema mtendewa ni aliye na uhai. Shamirisho hugawanywa katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni shamirisho kitondo. Ikumbukwe kwamba shamirisho pia huitwa yambwa. Shamirisho kitondo huonyesha kitendewa au mtendewa. Yawezekana liwe neno moja au fungu la maneno au hata kiambishi. Mfano, watoto walipikiwa chakula kitamu na mama. Basi shamirisho kitondo ni watoto. Ndio waliopikiwa. Ndio wanaopata athari ya kitendo ambacho ni pika, kikinyambuliwa, kinakuwa pikiwa. Mfano wa pili. Darasa letu lilifagiliwa na wanafunzi wazuri sana. Basi, shamirisho kitondo ni darasa letu. Ndilo linaloathirika na kitendo ambacho ni kufagia. Yaani, darasa limepokea faida. Kwa kuwa safi. Mfano wa tatu. Tuliwaimbia wimbo mzuri. Pale shamirisho ni wa. Wimbo mzuri ni kwa nufaa ya nani? Wao, wao. Basi, kiambishi wa kinawawakilisha. Basi wa ndiyo shamirisho ambayo ni kiambishi. Shamirisho kitondo basi huonyesha kinachofaidika ama anayefaidika ama kinachopata hasara ama anayepata hasara.
Mfano mwingine, mchungaji aliibiwa kondoo wake jana. Shamirisho kitondo ni mchungaji, kwa sababu ndiye anayeathirika na kile kitendo cha wizi, na anaathirika kwa njia hasi. Basi anaathirika vibaya, anapata hasara. Mwalimu alimnunulia Fatuma zawadi nzuri baada ya kuwa mwanafunzi bora. Kitondo ni Fatuma. Fatuma pale anapokea athari chanya, yaani ananufaika, anapata zawadi. Kundi la pili la shamirisho ni shamirisho kipozi. Pia huitwa shamirisho tendwa. Samahani, huitwa yambwa tendwa. Huonyesha anayetendwa au kinachotendwa katika sentensi. Mfano, mhubiri aliwasomea waumini Biblia. Kitendo ni soma. Kinachosomwa ni Biblia. Basi kule kusomwa ndio kutendwa. Basi Biblia ndicho kipozi. Na pia huitwa yambwa tendwa. Mwanafunzi alimwandikia mwalimu insha nzuri. Kinachotendwa ni insha nzuri. Kinachoandikwa ni insha nzuri. Basi shamirisho kipozi ni insha nzuri. Mfano wa tatu. Nitamletea kanzu refu sana siku atakayokuwa akihitimu. Kitakachofanywa ama kitakachonunuliwa ni kanzu refu sana. Basi shamirisho kipozi ni kanzu ndefu sana. Kanzu ndiyo inayonunuliwa. Kanzu ndiyo itakayotendwa. Mfano wa tatu wa shamirisho ni shamirisho ala. Pia huitwa yambwa kitumizi. Huwa kifaa ambacho kinakamilisha tendo. Mfano katika sentensi. Tuliabiri ndege kuelekea Ulaya. Kitendo ni abiri. Kifaa kilichofanikisha kuabiri ni ndege. Basi shamirisho ala ni ndege. Nilimtumia ujumbe kwa rununu. Shamirisho ala ni rununu. Ndicho kifaa kilichokamilisha utumaji wa ujumbe. Mchuano wa mechi hiyo ulitangazwa redioni. Kilichokamilisha matangazo wa mchuana ni redio. Basi shamirisho ala ni redioni. Watawachinja mbuzi kwa jisu.
kifaa pale ni jisu. Ndicho kitakachokamilisha uchinjaji wa mbuzi. Basi ndiyo shamirisho ala. Natumai umenufaika sana. Asante kwa kunisikiliza.